Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mahudumio ambao Mungu ameendelea kutuachilia mahali hapa. Mungu awabariki watumishi wa Mungu ambao mmeendelea kutuhudumia, lakini naamini pia kadiri tunahudumia na sisi tunahudumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ratiba yake ya kiungu. Mara nyingi watu tunapenda kumwachia Mungu ile ratiba ambayo anataka ifanyike. Sisi tunaweza tukawa tumeandaa ratiba, lakini yako makusudi ya Mungu ambayo Mungu anayakusudi. Kwa hiyo tuwe flexible. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi mimi nitaenda moja kwa moja kwa ajili ya kufundisha, and then tutaendelea na vipengele vingine. Kama theme ya ibada ambavyo inasema ni ibada, tunachoenda kujifunza mahali hapa ni kuhusu ibada. Mwambie jirani yako ibada. Mwambie tena ibada. Amen. Katika hili somo tutaangalia vitu vitatu. Jambo la kwanza ambalo tutaangalia kuhusiana na maana ya ibada. Jambo la kwanza tutaangalia kuhusiana na maana ya ibada. Na jambo la pili tutaangalia ibada katika Agano la Kale. Jambo la pili tutatazama ibada katika Agano la Kale. Na jambo la tatu tutatazama ibada katika Agano Jipya. Jambo la mwisho tutatazama kuhusu ibada katika Agano Jipya. Kwa hiyo tutaangalia hivyo vipengele vitatu kwa muda mfupi tu. Tutaangalia kuhusu maana ya ibada, tutaangalia kipengele cha pili, ibada katika Agano la Kale, na kipengele cha mwisho tutaangalia ibada katika Agano Jipya. Ninafurahi kama kila mtu atakuwa na Biblia, na kama huna, hata kama unayo ya simu, nitapenda uitumie, lakini pia kama una mahali pa kuandika itakuwa ni vyema zaidi. Sasa kipengele cha kwanza tunatazama kuhusu maana ya ibada. Nini maana ya ibada? Nini maana ya ibada? Theme yetu inasema ibada. Tunatamani tunavotoka mahali hapa mtu ameelewa kwa mapana tunaposema ibada tunazungumzia nini. Na ninaamini Roho Mtakatifu ataendelea kutufundisha zaidi na zaidi kwa kadiri ya vile ambavyo atazidi kuwatumia watumishi wake. Ibada ni nini? Kabla sijasema nini maana ya ibada, kumekuwa kuna mitazamo tofauti kuhusiana na swala la ibada. Watu wengi unavosema ibada, nikisema ibada, mtazamo wa kwanza ambao umekuwepo, watu wengi wamekuwa wakichukulia kama ibada ni eneo fulani. Yaani ibada imekuwa kama ni eneo, kama tunavosema twende Beroya, manake Beroya ni eneo. Kwa hiyo watu wamekuwa wakichukulia ibada kama ni sehemu fulani au eneo fulani. Utasikia twende ibadani, ni kama mtu anavosema twende Morogoro, twende Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumekuwa na mtazamo huo, mtu ukisema ninaenda ibadani, mtu anachukulia ibada ni eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamo huo umechangiwa na nini? Huenda umechangiwa kulingana na mfumo ambao ulikuwepo huko katika Agano la Kale, au huenda pia umechangiwa na kutokuwa na ufahamu sahihi kuhusiana na kile ambacho Yesu Kristo amekikamilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamo wa pili, watu wamechukulia ibada kama tukio. Yaani kwa maana ya kwamba katika maisha yake siku nzima anaweza akafanya mambo yake, alafu ikifika saa 6 ndio muda wake wa ibada. Kwa hiyo ibada imekuwa ni tukio fulani ambalo lipo kwenye kipindi cha siku nzima. Yaani sio kitu ambacho ni muendelezo, lakini ni kitu ambacho kinatokea na kinatulia, kinatokea kinatulia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hizo ni aina mbili za mentality ambayo baadhi ya watu wamekuwa nazo kuhusiana na ibada. Wengine wanachukulia ibada kama eneo, wengine wanachukulia ibada kama tukio fulani ambalo linafanyika na baada ya muda fulani linapotea. Lakini kama nilivyosema awali ya kwamba mambo hayo yote yamechangiwa kutokana na aidha na mapokeo, aidha kutokana na mfumo ambao ulikuwepo wa ibada huko nyuma, aidha pia kutokuwa na ufahamu sahihi wa nini maana ya ibada. Sasa ibada ni nini? Kila mtu inawezekana ana maana yake, lakini mimi kuna definition moja nimeipata maana ya ibada, nikasema ibada ni matokeo. Kama unaandika iandike. Ibada ni matokeo ya moyo kushuka. Ni matokeo ya moyo kushuka. Ibada ni matokeo ya moyo kushuka, kunyenyekea, kuheshimu, baada ya kupokea utambuzi au ufahamu au uelewa sahihi juu ya asili ya Mungu wa kweli. Ibada ni matokeo ya moyo kushuka, kunyenyekea, kuheshimu, baada ya kupokea utambuzi, ufahamu
au uelewa sahihi juu ya asili ya Mungu wa kweli. Narudia kwa mara ya mwisho. Ibada ni matokeo ya moyo kushuka, kunyenyekea, kuheshimu baada ya kupokea utambuzi au ufahamu au uelewa sahihi juu ya asili ya Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo kuna key terms ambazo tutaziangalia nyingi. Cha kwanza nimesema kwamba ibada ni matokeo. Maana yake ili hiyo ibada itokee lazima kuna kitu nyuma ambacho kinakuwa kimetangulia. Tunaposema matokeo maana yake nyuma kulikuwa kuna mchakato. Kwa kama ibada ni matokeo maana yake nyuma tayari kunakuwa kuna mchakato. Na ndio maana hapa nimesema ibada ni matokeo ya moyo kufanyaje? Kushuka. Baada ya mchakato gani? Baada ya mtu kupokea ufahamu sahihi juu ya Mungu wa kweli. Maana yake kwa namna nyingine tunategemea nini? Mtu anapopokea ufahamu sahihi juu ya Mungu wa kweli, matokeo yake sasa moyo wake unaweza ukashuka, moyo wake unaweza ukanyenyekea, moyo wake unaweza ukamheshimu Mungu. Kwa namna nyingine kinyume chake ni kwamba kama mtu hajawa na maarifa sahihi, hajapokea ufahamu sahihi kuhusu Mungu wa kweli, moyo wake hauwezi ukashuka, moyo wake hauwezi ukaheshimu, moyo wake hauwezi ukanyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kitu cha msingi hapo nimesema ni matokeo ya moyo. Ni matokeo ya moyo. Ni matokeo ya moyo. Kwa namna nyingine sosi au chanzo cha ibada hii inaanzia kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dunia hii ina maarifa mengi, watu wanafundisha vitu tofauti tofauti. Ukitoka hapa unaweza kukutana na mafundisho mengine ya ujasiriamali, unaweza kukutana na mafundisho ya ndoa, unaweza kukutana na mafundisho ya darasani, unafundishwa ya chemistry, physics, mafundisho ni mengi. Lakini hapa tunachokizungumzia ni kwamba ibada ni matokeo ya mtu kupokea ufahamu juu ya Mungu wa kweli, ufahamu sahihi juu ya Mungu wa kweli. Kwa nini tumeweka Mungu wa kweli? Kwa sababu dunia hii ina miungu mingi, dunia hii ina elimu nyingi, dunia hii ina fahamu nyingi, lakini sio kila ufahamu, sio kila maarifa inaweza kumpelekea mtu moyo wake ukashuka akamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nimesema Mungu wa kweli? Mungu wa kweli ni upi? Katika ibada iliyopita ile ya mwaka jana tulijifunza kwa mapana. Tukajifunza ya kwamba Mungu wa kweli ametambulishwa kwa njia ya Yesu Kristo. Maana yake kama kuna Mungu mwingine nje ya Yesu Kristo, sisi huyo hatumtambui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna Mungu mwingine nje ya Yesu Kristo, huyo sisi hatumtambui. Sisi tunamtambua Mungu mmoja aliyejitambulisha kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba Yesu mwenyewe alisema katika kitabu cha Yohana, anasema mtu haji kwa Baba bila mimi. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu akiniona mimi amemuona Baba. Maana yake kumuona Yesu ni kumuona Baba mwenyewe. Kumuona Yesu ni kumuona Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapopokea maarifa sahihi juu ya asili ya Mungu wa kweli, matokeo yake moyo wako unaweza ukashuka na ukamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asili ya Mungu inafunuliwa wapi? Asili ya Mungu inafunuliwa kwenye maandiko. Asili ya Mungu imefunuliwa kwenye maandiko. Unapoyasoma maandiko ukamuona Yesu, manake macho yako yanafunguliwa kuijua hiyo asili ya Mungu. Na the more unaifahamu asili ya Mungu, manake moyo wako sasa unaweza ukashuka. Ukisoma katika vitabu vingi kwenye Agano la Kale unaona kabisa kuna nyakati Mungu alimponya mtu. Alipomponya, Yesu alipomponya kipofu, unaona yule kipofu akamsujudu au akamwabudu. Lakini huoni kama kulikuwa kuna wimbo ulioimbwa pale. Lakini pia nini ambacho kilimpelekea yule mtu kumwabudu? Kwa sababu huenda kuna namna fulani alikuwa hajamjua Mungu alivyo. Lakini baada ya kujua asili ile ya Mungu kwamba kumbe Mungu ni mponyaji, matokeo yake moyo wake sasa unashuka, alafu ndivyo anamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika maisha ya kawaida unaweza ukawa unaongea na mtu ukawa unamchukulia kawaida, lakini the more unaendelea kuongea naye akatokea mtu mwingine akakwambia unajua huyu unayeongea naye labda ni waziri au labda ni mtu fulani ana cheo, automatic moyo wako unabadilika na kujishusha na unaanza kujikagua, niliongea nini kabla sijajua kwamba huyu mtu ana cheo kikubwa.
Tuko pamoja watu wa Mungu? Nini kimepelekea uanze kuhofu na kujikagua? Kwa sababu kuna taarifa imeingia inayohusu asili ya huyo mtu. The same apply kwenye ibada. Kama haujaijua asili ya Mungu, inakuwa ngumu kwako kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unless utakuwa tu unaigiza kwa nje, yani una pretend, lakini haitoki ndani kwa sababu haujaijua asili ya Mungu. Ndio maana hata hapa tukiambiwa rais anakuja, automatic wote tutaogopa. Kwa nini? Sio kuogopa kwa hofu, lakini kuna namna tutaanza kujiandaa na kujiuliza kuna nini. Kwa nini? Kwa sababu ya asili yake, kwa sababu ya mamlaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni ngumu kwa mtu kumwabudu Mungu kama hajaijua asili ya Mungu. Kama asili ya Mungu haijafunuliwa kwake, huyo mtu inakuwa ni ngumu kumwabudu Mungu. Na asili ya Mungu inafunuliwa kwa kupitia maandiko matakatifu. The more unasoma neno, the more unaijua asili ya Mungu. Na hakuna ukomo katika kujifunza neno la Mungu. Na ndio maana ukiangalia katika Agano la Kale, majina mengi ambayo watu walimpa Mungu kulingana na alivyojifunua. Maana kuna namna fulani Mungu alijifunua, watu wakajua kumbe Mungu pia ni mponyaji, wakamuita Jehova Rafa, si ndio? Wakaishia hapo. Mwingine akafunuliwa kitu kingine kabisa, akaona amani, akamuita Jehova Shalom. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kingine kimefunuliwa. Na majina mengine mengi na mengine bado hatujayajua, lakini yote yako ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo the more tunazidi kumjua Mungu, the more asili yake inazidi kufunuliwa kwetu, na ndivyo ambavyo inatupa wepesi katika kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako unaelewa. Mwambie unaelewa. Muulize unakumbuka ile maana ya ibada au umeisahau? Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, mimi napenda kufundisha. Hebu kila mtu akumbushane na jirani yake. Tumesema ibada ni nini? Tukumbuke nyuma maana ya ibada. Tumesema ibada ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ibada ni matokeo ya kufanyaje? Kushuka. Juu ya asili ya nani? Ya Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ujue kuna kitu nimekigundua, wapendwa wengi wakienda ibadani wakiulizwa baada ya ibada umejifunza nini, huwa hawana cha kusema zaidi. Ibada ilikuwa very powerful. Powerful how? Sasa tuelezee nini? Yani Mungu alionekana, yani ilikuwa nzuri sana. Bwana ametuhudumia. Amekuhudumia katika engo ipi? Bwana ametuhudumia. Bora kwenye maombi utasema Bwana ametuhudumia. Kwenye neno ulifundisha nini? I say, yani mchungaji amehubiri, lile neno lilinigusa. Lilikugusaje? Hana cha kuelezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shauku yangu ni kwamba ukitoka hapa utoke na kitu ambacho umejifunza, uwe na uwezo hata wa kuwafundisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Okay, sasa kama ibada ni matokeo ya moyo kushuka, maana yake ibada inaanzia kwenye moyo. Unajua watu wengi sana wanachukulia kwamba ibada ni vitendo vya nje. Lakini ibada sio vitendo vya nje. Mwambie jirani yako ibada sio vitendo vya nje. Mwambie vitendo vya nje ni matokeo ya ibada inayoendelea ndani ya moyo. Mwambie tena jirani yako ibada haitolewi kwa vitendo, ila huwakilishwa kwa vitendo vya nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachoabudu siku zote sio mwili, ni moyo. Hii tutaona baadaye tukiangalia kwenye ibada katika Agano la Kale na Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kinachoabudu kwa wakati tulionao sisi sasa hivi, kinachoabudu sio mwili, ni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kinachoabudu ni moyo, sio mwili. Ila mwili unaweza ukareact kulingana na kile ambacho kinaendelea ndani ya moyo. Na mara nyingine ili tujue kinachoendelea ndani ya moyo, wakati mwingine sisi kwa sababu tunaona nje, huwa tunaanza kuangalia nje. Tunasema huyu mtu kuna sehemu yupo, si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Kupiga magoti sio kumwabudu Mungu, lakini kupiga magoti kunaweza kukawakilisha ibada ya moyo inayoendelea ndani ya moyo wa mtu. Si tuko pamoja watu wa Mungu? Mimi niliwahi kusema sehemu fulani nikasema hivi, unajua watu wanafikiri kumwabudu Mungu ni kulia, lakini kulia sio kumwabudu Mungu. Kulia inaweza ikawa ni matokeo ya ibada inayoendelea ndani ya moyo wa mtu. Unaweza ukalia kwa sababu tu umejikumbusha shida zako. Na hata kwenye praise team kuna nyimbo ambazo ukiimba
Mungu atusaidie. Kuna siku nilikuwa naongea sehemu kasa katika uchaguzi wa nyimbo. Kuna nyimbo tunaweza za kusifu na kuabudu, lakini in real sense sio za kusifu na za kuabudu. Kuna tofauti ya nyimbo, kuna nyimbo za kusifu, kuna nyimbo za kuabudu, kuna nyimbo za maombolezo, kuna nyimbo za ndoa, kuna nyimbo za kujitia moyo zile yani za faraja. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo unaweza kuta mtu umemfariji ukagusa jaribu lake, kwa hiyo anaanza kulia. Automatic yule sio anamwabudu Mungu. Na mwingine anaweza kashangaa mbona wote wanalia, mimi silii. Sasa anaanza kujikumbusha shida zake ili automatic na yeye machozi yatoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ibada inaanzia ndani ya wapi? Ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulia sio ibada, ila kulia kunaweza kukawakilisha ibada ya nje. Na automatic huwezi ukatuambia moyo wako unaabudu alafu huku umesimama kama sanamu, yani upo bize, si ndio? Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Vitendo vya nje vinawakilisha ibada inayoendelea ndani ya moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama unakumbuka kuna sehemu Yesu aliwaambia wale watu wa Mafarisayo, akamwambia ninyi mnaniabudu kwa midomo tu, mnaniheshimu kwa vinywa, lakini mioyo yenu ipo mbali na mimi. Akasema nyie ni kama makaburi ambayo kwa nje yamepakwa vizuri, lakini ndani yana mifupa. Akasema nyie ni kama vikombe vinavyoosha kwa nje, lakini ndani ni vichafu. Kwa sababu wale watu walikuwa wanamwabudu Mungu kwa vitendo vya nje, lakini mioyo yao ilikuwa mbali na Mungu. Na Mungu hapokei ibada ya vitendo. Mungu anapokea ibada ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako Mungu anapokea ibada ya moyo. Mwambie tena Mungu anapokea ibada ya moyo. Kuna concept nyingine mtu anafikiri wimbo ndio unaomwabudu Mungu. Jamani, wimbo haumwabudu Mungu. Wewe ndio unamwabudu Mungu kwa kutumia wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo ni kifaa cha ibada. Wimbo ni kifaa cha nini? Cha ibada. Maana yake unatumia wimbo kuwakilisha ile ibada inayoendelea ndani ya nini? Ndani ya moyo wako. Ndio maana hata kwenye timu utasikia leo tuimbe wimbo gani? Mtu anasema leo tuimbe wimbo wa Boaz. Ule wimbo uko very powerful. Tukiimba lazima watu watagaragara. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja unaimba na unashangaa pakavu. Shida sio wimbo, shida ni wewe moyo wako ulikuwa unaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Wimbo ni kifaa cha ibada. Lengo langu ni uelewe kwamba ibada ni matokeo ya moyo kushuka, kuheshimu baada ya kutambua asili ya Mungu wa kweli. Vitendo vya nje vinawakilisha kile kinachoendelea ndani. Na haiwezekani kitu kiwe kinaendelea ndani alafu nje kusiwe na matokeo yoyote. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako ibada inaanzia ndani ya moyo. Mwambie tena ibada inaanzia ndani ya moyo. Amen. Sasa, lakini pia kitu kingine, ibada sio kwenda kanisani. Ijapokuwa kanisani ni jambo la msingi kwa muamini, maandiko yanatusisitiza tusiache kufanyaje? Kukusanyika pamoja kama sisi waamini, kwa sababu tunajengana, tunaumega mkate. Ukikaa nyumbani hauna talanta zote, hauna karama zote, si ndio? Tunapokuja kanisani kila mtu kuna karama ambayo Mungu amempatia, kwa hiyo tunajengana. Huyu atafundisha hii, yule atafundisha hivyo, mwisho wa siku unajengwa. Lakini kuna watu wana ile mentality kwamba kwa sababu tu nimeenda kanisani, nimemwabudu Mungu, kwa hiyo atakaa atasubiri Jumapili ijayo. Akichukulia ibada ni kwenda kanisani. Akiwa nyumbani hana muda wa ibada, kwa sababu kwake ibada ni kwenda kanisani. Haipo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuangalie ibada katika Agano la Kale. Mwambie jirani yako ibada katika Agano la Kale. Hicho ni kipengele cha pili ambacho tunaendelea nacho. Nimesema tutaangalia vitu vitatu tu kwa ufupi. Ibada katika Agano la Kale. Sasa mara nyingi tukisema Agano la Kale mtu anakimbilia kwenye kitabu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Yaani ukizungumzia tu Agano la Kale ameshaenda Mwanzo mpaka Malaki. Na ukizungumzia Agano Jipya ameenda kwenye kitabu cha Mathayo mpaka Ufunuo. Lakini
huo ni mpangilio wa vitabu. Namna walivyovipanga, wameviita hivi vitabu vya Agano la Kale na vingine wameviita vya Agano Jipya. Lakini mimi leo sizungumzii katika mpangilio wa vitabu. Ninapozungumzia Agano la Kale, ninazungumzia habari ya wokovu ambao ulikuwa unatolewa kwa kushika Torati. Bwana Yesu asifiwe. Ambao mjumbe wake alikuwa ni Musa. Na ninapozungumzia Agano Jipya, ninazungumzia ukamilifu wa ahadi ambaye ndiye Yesu Kristo. Yale yote ambayo Yesu Kristo ameyafanya katika kufa na kufuka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna nyingine ni kwamba katika Agano la Kale ziko habari za Yesu. Katika Agano la Kale lipo Agano Jipya, na katika Agano Jipya pia liko Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Katika Agano Jipya lipo Agano la Kale, kwa maana ya ile kazi timilifu, na katika Agano Jipya, Agano la Kale lipo Agano Jipya. Sizungumzii mpangilio wa vitabu, nazungumzia kuhusu kazi timilifu ya Yesu Kristo. Kwa nini nakwambia hivyo? Ukisoma kitabu cha Isaya unaona kabisa. Tumetoka kwenye Pasaka, naamini kila kanisa tulisoma hayo maandiko. Alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu, sijui na nini ilikuwa juu yake, si ndio? Zile habari ni za Yesu, lakini zimeandikwa katika Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata katika Agano Jipya niwaambie tu, wakati Yesu anaishi, Yesu aliishi katika Agano la Kale. Kwa sababu wakati Yesu anaishi, Yesu alikuwa hajafa na kufufuka ili litimie lile Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yohana ameandikwa katika Agano Jipya, vitabu vyake vipo kwenye Agano Jipya, lakini Yohana aliishi katika Agano la Kale. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kumbuka nimesema Agano Jipya, Agano la Kale linazungumzia sio mpangilio wa vitabu, lakini habari ya kazi timilifu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ninaposema ibada katika Agano la Kale, usiende tu kwenye vitabu vile vya Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Ila nazungumzia mfumo ambao ulikuwa wakati katika ile agano ambalo alikuwa mpatanishi wake alikuwa ni Musa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa katika kila agano lilikuwa na taratibu zake za ibada. Kila agano lilikuwa na taratibu zake za ibada. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Waebrania mlango wa 9 mstari wa 1. Ebrania 9:1. Ebrania mlango wa 9 mstari wa 1. Ninatamani tusome wote kwa pamoja, na kama una Biblia ni vizuri tu ukaifungue ili tusome wote kwa pamoja. Ebrania mlango wa 9 mstari wa 1. Ninaamini tumefika. Ebrania 9:1. Tutasoma kwa kuzingatia nukta na mikato. Ebrania 9:1. Ninaamini tumefika. Okay, 1, 2, 3. Amen. Umeona neno kawaida za ibada, si ndio? Kwa namna nyingine Agano la Kale lilikuwa na taratibu zake za nini? Za ibada. Kuna namna yao ambavyo walikuwa wakiabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika ile Agano la Kale tutaangalia vipengele vitano kwa haraka, vipengele vitano. Kipengele cha kwanza, andika kama unaandika. Kipengele cha kwanza katika ibada katika Agano la Kale, tutaangalia kwa habari ya mahali ambako Mungu alikuwa anapatikana au hekalu. Katika Agano la Kale tutaangalia mahali Mungu alikuwa anapatikana au hekalu. Kipengele cha pili tutaangalia kwa habari ya ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi. Nitauliza baadaye vipengele vyote tutajiane, kwa hiyo ujiandae. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha pili ondoleo la dhambi. Kipengele cha tatu muda wa makuhani kuingia patakatifu pa patakatifu. Muda wa makuhani kuingia patakatifu pa patakatifu. Hicho ni kipengele cha tatu, muda wa makuhani kuingia patakatifu pa patakatifu. Na kipengele cha 4 ni sadaka. Kipengele cha 4 sadaka. Na kipengele cha mwisho cha 5 ni udhaifu wa makuhani. Udhaifu wa makuhani. Udhaifu wa makuhani. Kipengele cha kwanza mahali ambako Mungu alipatikana. Kipengele cha pili ondoleo la dhambi. Kipengele cha tatu muda wa makuhani kuingia patakatifu pa patakatifu. Kipengele cha 4 sadaka, na kipengele cha 5 ni udhaifu wa makuhani. Tutapitia kwa uchache katika hivyo vipengele. Tukianza na kipengele cha kwanza, mahali ambako Mungu alipatikana wakati wa Agano la Kale, kabla Yesu hajafa na kufufuka. Mungu alikuwa anapatikana wapi? Mungu alikuwa anapatikana, hakuwa anakaa ndani ya mioyo ya watu. Mungu alikuwa hakai ndani ya mioyo ya watu wakati wa Agano la Kale.
Mungu alikuwa anakaa katikati ya watu. Katika Agano la Kale, Mungu alikuwa anakaa katikati ya watu. Mungu alikuwa hakai ndani ya mioyo ya watu. Na kwa nini Mungu alikuwa hakai ndani ya mioyo ya watu? Kwa sababu mioyo ya watu ilikuwa haijasafishwa. Dhamira zao zilikuwa hazijatakaswa kiwango cha Mungu kufanya makao ndani ya mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mioyo yao ilikuwa haijatakaswa kiwango cha Mungu kufanya makao ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo Mungu alikuwa anapatikana katikati ya watu. Ukisoma kwenye baadhi ya mistari kwenye Biblia, tutaangalia mmoja wapo pale. Mungu alisema hivi kwamba alimwagiza Musa kwamba amfanyie patakatifu, wafanyie patakatifu na akae katikati yao. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kama Mungu alikuwa yuko Arusha, ilibidi watu wote watoke wamfuate Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alikuwa hakai ndani ya mioyo ya watu. Mungu alikuwa ametengenezewa patakatifu pake kwa namna ya kidunia. Kwa namna nyingine alikuwa ili uweze kuingia, ili uweze kuwasiliana naye, lazima uende hilo eneo ambalo yupo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia ibada ilikuwa ni ile hema ambayo ilikuwa imetengenezwa wakati huo katika Agano la Kale, ambao Mungu alikuwa anapatikana hapo. Ilikuwa sio hema halisi. Ilikuwa ni hema ambayo imetengenezwa kwa mfano wa kitu kingine. Ni kama mtu nikwambie kwamba huyu mtu amesimama alafu hapa pana kivuli. Uwezi ukawa unaongea na kivuli ukasema huyu ndio mtu mwenyewe. Yaani unamwangalia yule kivuli unasema ujambo, alafu kivuli kikujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Agano la Kale ilikuwa kivuli cha Agano Jipya. Kwa namna nyingine hata hekalu ambalo Musa alilitengeneza lilikuwa ni kivuli cha hekalu halisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna nyingine hekalu ambalo Musa alilitengeneza lilikuwa ni hekalu ambalo sio halisi, kwa maana kwamba lilikuwa ni hekalu ambalo ni kivuli. Lakini pia hata ile hema ambayo alikuwa anaitumia ilikuwa imetengenezwa kwa mikono ya wanadamu, sio Mungu aliyekuwa ameitengeneza. Tusome katika kitabu cha Kutoka mlango wa 25 mstari wa 8 mpaka wa 9. Kutoka 25 8 mpaka 9. Kutoka 25 8 mpaka 9. Kutoka 25 mstari wa 8 mpaka wa 9. Ninaamini tumefika. Kutoka 25 mstari wa 8 mpaka wa 9. 1 2 3. Okay. Nao wanifanyie nini? Kwa hiyo Mungu anawaambia wanadamu wamfanyie nini? Patakatifu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Mungu anawaambia wanadamu wamfanyie nini? Patakatifu. Kwa namna nyingine patakatifu ambako palikuwa Mungu anapatikana palikuwa ni pamefanywa kwa mikono ya nani? Ya wanadamu. Anasemaje? Ili nipate kukaa nini? Kati yao, sio kwenye mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Nipate kukaa kati yao. Mstari wa 9 anasemaje? Sawa sawa na haya yote ni kufanyaje? Ni kuoneshayo. Maana yake kuna kitu ambacho huyu Musa alikuwa anakiangalia. Kwa hiyo alipokuwa anatengeneza ile hema, alikuwa anatengeneza akiangalia kitu kingine, akiangalia hema halisi ikoje, akiumba kwa mfano wa hema halisi lakini sio hema halisi yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ndio maana anamalizia anasema mfano wa nini? Mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote ndivyo mtakavyovifanya. Kwa hiyo ilikuwa ikielezea ambako mahali alikuwa Mungu anapatikana. Kwa hiyo katika kipengele hicho elewa ya kwamba Mungu katika Agano la Kale alikuwa hakai ndani ya mioyo ya watu, alikuwa anapatikana katikati ya nini? Katikati ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Na patakatifu ambako Mungu alikuwa anapatikana palikuwa pamefanywa kwa mikono ya wanadamu. Katika kipengele hicho sasa tuangalie muundo wa hema ulikuwaje. Hema ambayo Musa alitengeneza ilikuwa na sehemu 3. Hema ambayo Musa alitengeneza ilikuwa na sehemu 3. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni ua wa nje. Tunaposema ua wa nje ni kama nyumbani unavyoingia getini pale, kama kuna geti ukiingia getini, Bwana Yesu asifiwe, unakutana na ule uwanja hivi kabla hujakutana na nyumba yenyewe. Kwa hiyo kulikuwa kuna ile ua wa nje kwamba mtu akiingia anakutana na ule ua kama uwanja. Alafu sehemu ya pili ya hekalu ilikuwa inaitwa patakatifu. Sehemu ya pili ilikuwa inaitwa patakatifu na sehemu ya tatu ilikuwa inaitwa patakatifu sana au patakatifu pa patakatifu. Patakatifu sana au patakatifu pa patakatifu. Sasa ilikuwaje? Ilikuwa ni kwamba mtu yeyote, mimi na wewe ambao hatakuwa makuhani kwa kipindi hicho, ilikuwa kwamba kama mtaenda siku hiyo pale hekaluni, nyie mtaishia kwenye ua wa nje, pale mnaruhusiwa kuingia. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Mnaruhusiwa kuingia sehemu ya kwanza ya hema. Sehemu ya pili na ya tatu ilikuwa hairuhusiwi kwa mtu wa kawaida. Sehemu ya pili ambayo ni patakatifu, hapa walikuwa wanaingia makuhani. Yaani makuhani, ili wewe ni kuhani ulikuwa unaruhusiwa kuingia patakatifu. Lakini sehemu ya tatu ambayo ni ya mwisho, patakatifu sana, hapo alikuwa haingii kila kuhani. Hapo alikuwa anaingia kuhani mkuu peke yake, na alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema kulikuwa kuna sehemu ngapi za hekalu? Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ni wapi ambako sisi wengine tulikuwa tunaruhusiwa kuingia? Ni wapi ambako makuhani walikuwa wanaruhusiwa kuingia? Ni wapi ambako mmoja tu aliruhusiwa kuingia? Ambaye ni kuhani mkuu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo ni ibada katika agano lipi? Amen. Ushahidi wa haya mambo yako katika kitabu cha Ebrania 9:2. Ebrania mlango wa 9 mstari wa 2 anasema hivi. Ebrania 9:2 anasema, maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, mlikuwamo na kinara cha taa na meza ya mikate ya onyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Lakini kwenye patakatifu sana au patakatifu inapatikana katika kitabu cha Ebrania 9 mstari wa 3. Ebrania 9:3 inasema hivi, na nyuma ya pazia la pili ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu. Lakini pia katika kitabu cha Kutoka 26 mstari wa 30 mpaka mstari wa 35, na wenyewe unaelezea namna ambavyo hii hema ilikuwa hapo. Lakini kitu cha msingi ambacho nataka ukizingatie na kimezungumzwa katika hichi kitabu cha Kutoka 26 30 mpaka 35, kulikuwa kuna kitu ambacho kilikuwa kinatenga kati ya patakatifu na patakatifu sana. Hicho kitu ambacho kilikuwa kinatenga ilikuwa ni pazia. Kwa hiyo kulikuwa kuna pazia limewekwa ambalo linatenga eneo ambalo ni patakatifu sana au patakatifu na patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na patakatifu sana kule ndani ndiko ambako kulikuwa kuna kiti cha rehema. Yaani kiti cha rehema kilikuwa kiko kule patakatifu sana, ambako ndiko alikuwa anaingia kuhani mkuu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Twende katika kipengele cha pili. Kipengele cha pili ni nini nilisema tunakijadili? Ondoleo la dhambi. Katika agano la kale ondoleo la dhambi lilihitaji damu, na hata sasa ondoleo la dhambi linahitaji damu. Lakini tofauti ni kwamba katika agano la kale damu ambao walikuwa wanaitumia kwa ajili ya ondoleo la dhambi ilikuwa ni damu ya wanyama. Mwambie jirani yako, damu ya wanyama. Kwa hiyo ilikuwa ili upate kuondolewa dhambi zako ni lazima utafute mnyama umpeleke achinjwe kwa niaba yako. Sasa sijui wangapi tunamiliki mbuzi, kondoo, kuku. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hata panya hatuna. I don't know maisha yalikuwaje huko. Lakini ilikuwa lazima uende na kondoo ili uweze kupokea nini? Ondoleo la dhambi. Usiseme kwamba sisi familia yetu tuna kondoo mmoja tumtoe kwa niaba. Hapana, yani ilikuwa kila mmoja, kama watoto 9, maana yake kila mtoto wako awe na kondoo wake kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Lakini kwa bahati mbaya ondoleo la dhambi lenyewe lilikuwa halifanyiki. Kilichokuwa kinatokea ni kwamba zile dhambi zilikuwa zinafanyaje? Zinafunikwa. Tutaona baadaye kwa nini ilikuwa haitokei ondoleo la dhambi. Hii tunaipata katika kitabu cha Ebrania 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Ebrania 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Maandiko yanasema hivi: basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa, hivyo makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Kwa hiyo jambo la msingi la kutambua ni kwamba katika agano la kale damu iliyotumika kwa ajili ya ondoleo la dhambi ilikuwa ni damu ya mnyama. Kumbuka kabisa kwamba kwenye agano la kale ilikuwa ni kivuli cha agano jipya. Katika ushahidi mwingine tunaopata katika kitabu cha Ebrania 9:22. Ebrania 9:22. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie jirani yako unaelewa. Mwambie tena unaelewa. Hebu mwambie akukumbushe dakika 2 mambo ambayo umejifunza. Tukumbushane mpaka sasa hivi.
Jamani, muwe huru, hili ni darasa, sawa? Tuwe huru. Shirikisha jirani yako, mpaka saa hizi umejifunza nini? Amen. Tayari? Okay, bado. Na kama amefika sasa hivi umwambie ulichojifunza pia. Tayari? Amen. Okay, kipengele cha tatu ni nini tulisema kipengele cha tatu? Okay, muda wa makuhani kuingia patakatifu. Jamani, kama tulivyoona katika baadhi ya maandiko, kuhani mkuu alikuwa anaingia mara moja tu kwa mwaka. Alikuwa anaingia mara ngapi watu wa Mungu? Mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo unaweza ukafikiria kama kuhani mkuu ndo alikuwa anaingia patakatifu sana, alafu anaingia mara moja kwa mwaka, na kwa bahati mbaya wewe ukawa kondoo umesahau kununua, au mwaka huo haukuwa na fedha ya kupata kondoo, maana yake ilibidi usubiri mpaka mwaka unaofuata uweze kuwa na kondoo wako umpeleke kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kifupi, hali haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, hali haikuwa rahisi. Kuhani mkuu aliingia mara moja tu kwa mwaka. Hii tunaipata katika kitabu hicho cha Ibrania 9:6 mpaka 7 ambacho tumekwisha kuona kwamba kuhani mkuu aliingia mara moja tu kwa mwaka kwenye hiyo hema. Mara moja tu kwa mwaka. Kipengele cha 4 ni kwa habari ya sadaka. Sadaka ambazo walikuwa wanazitoa, ambayo ilikuwa ni sadaka ya damu, kwa bahati mbaya ilikuwa haiwezi kuleta ukamilifu wa kudumu. Ilikuwa haileti ukombozi wa kudumu. Ilikuwa haileti ukombozi wa milele. Ilikuwa tu inaleta ukombozi kwa kitambo kidogo, na baada ya hapo tena inawapasa mwaka mwingine kuja kutoa tena sadaka. Lakini pia zile sadaka ambazo walikuwa wanazitoa zilikuwa haziwezi kusafisha dhamira zao. Zilikuwa haziwezi kusafisha mioyo ikaweza kumwabudu Mungu. Lakini pia sadaka ambazo walizitoa zilikuwa ni kivuli tu. Kwa nini nasema zilikuwa ni kivuli cha ile sadaka halisi? Kwa sababu Yesu Kristo kama mwana kondoo, tutakuja kuona baadaye, alitolewa kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kipengele cha 5 ni udhaifu wa makuhani. Udhaifu ambao makuhani walikuwa nao katika Agano la Kale. Kumbuka kwamba hawa makuhani walikuwa ni wanadamu kama mimi na wewe. Kwa namna nyingine ni kwamba walikuwa yani anaweza kaishi, hawezi kuishi milele. Alikuwa anaweza kaishi miaka fulani, baada ya miaka akaondoka. Ndio maana tunaona kwamba Haruni naye alikuwepo akaja akaondoka. Tunaona Samuel alikuwepo kama kuhani akaondoka. Kwa hiyo maana yake ukuhani wao ulikuwa sio ukuhani wa milele, ulikuwa ni ukuhani wa kitambo tu. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa na ukuhani wa kudumu. Hawakuwa na ukuhani wa kufanyaje? Wa kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tumeangalia vipengele 5. Kipengele cha kwanza tumeangalia ambapo Mungu alipatikana. Tumeona kwamba Mungu alikuwa anapatikana katika eneo gani? Katikati ya watu na sio kwenye mioyo ya watu. Kipengele cha pili tumeangalia habari ya ondoleo la dhambi, ya kwamba ondoleo la dhambi lilifanyika kwa damu, lakini damu iliyotumika ilikuwa ni damu ya wanyama. Kipengele cha tatu tumeangalia kwa habari ya nini watu wa Mungu?
Muda wa kuhani kuingia wapi? Patakatifu. Kuhani aliingia mara moja tu kwa mwaka. Lakini pia jambo la 4 tumetazama kuhusiana na nini? Sadaka, si ndio? Sadaka tumesema kwamba sadaka ambazo walikuwa wanazitoa zilikuwa hazileti ukombozi wa kudumu. Kwa hiyo hata angetokea Ibrahimu akasema nakufa kwa ajili ya watu, damu yake isingefaa. Kwa hiyo sadaka ambazo walikuwa wanazitoa zilikuwa hazileti ukombozi wa kudumu. Na kitu cha mwisho kabisa ambacho tumekiangalia ni habari ya nini? Udhaifu wa makuhani, ya kwamba hawa makuhani kwanza walikuwa wenyewe wako limited na muda wa kuishi, lakini pili pia walikuwa wanapoingia wanatoa damu kwa ajili ya dhambi zao wenyewe na dhambi za wale watu. Kwa hiyo na wenyewe hawakuwa watakatifu kiwango cha kuwafanya watu wengine kuwa watakatifu. Sasa tuje tuangalie ibada katika Agano Jipya, kipengele cha mwisho. Mwambie jirani yako ibada katika Agano Jipya. Mwambie tena ibada katika Agano Jipya. Sasa katika Agano Jipya tukianza na kile kipengele cha kwanza inakuwa ni kinyume chake. Kipengele cha kwanza kule tuliangalia mahali ambako Mungu alipatikana. Katika Agano Jipya mahali ambako Mungu anapatikana katika Agano Jipya Mungu anapatikana ndani ya mioyo yetu. Mungu hakai kwenye mahekalu yaliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Mungu anakaa ndani ya mioyo. Kwa hiyo mahali ambako Mungu anapatikana sasa hivi pamebadilishwa. Haijawa tena kwenye vitu, haijawa tena mahali fulani, lakini imekuwa ndani ya moyo wa mtu. Mwambie jirani yako Mungu anapatikana ndani ya moyo wangu. Unapomwamini Yesu kinachotokea ni kwamba Mungu anaingia ndani ya moyo wako, anafanya makao ndani yako. Kwa namna nyingine ni kwamba katika hili Agano Jipya wewe hauko mbali na Mungu, upo karibu sana na Mungu, kwa sababu hata ukiangalia nguo ulizozivaa hazijaingia ndani ya moyo wako, ziko nje ya mwili wako, lakini Mungu amefanya makao yake ndani ya moyo wako. Manake Mungu yuko karibu sana, yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako Mungu yuko karibu sana kuliko hata ngozi yako. Kwa hiyo unapomwabudu, mwambie unapomwabudu usimuone kama yuko mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna zile mentality tunazo kwamba tunaona Mungu yuko mbali, tunamshusha mpaka ashuke. I'm sorry, lakini tunajengana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoingia kwenye nyimbo za unakuta tuna nyimbo 3 za kumshusha Mungu. Kwanza tunaanza na maombi ya Mungu ashuke, sawa? Watu wa Mungu tunajengana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo maandiko yanasema ulipomwamini Yesu Kristo, Yesu aliingia ndani ya nini? Ya moyo wako, si ndio? Kwa nini tunataka tumshushe Mungu mpaka ashuke ndipo tumwabudu? Jamani, Mungu ashushi, Mungu anadhihirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yuko ndani ya mioyo yetu. Mungu anakaa ndani yetu. Mungu hayuko mbali na sisi. Ni hila ya adui kuona ya kwamba Mungu yuko mbali na sisi. Mungu yuko ndani yetu, lakini kujidhihirisha kwake sasa, kuna wakati anaweza kujidhihirisha kulingana na mazingira, na kuna wakati anaweza asifanyaje? Asijidhihirishe. Kwa hiyo unapomwabudu Mungu, usimwabudu kama Mungu ambaye yuko mbali. Mwabudu Mungu kama Mungu ambaye yuko ndani yako, anayeipokea ibada yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yanaweka ushahidi ya kwamba sisi tumefanyika kuwa hekalu la Mungu. Hauwezi ukawa hekalu la Mungu kama Mungu hapatikani humo ndani. Tunaposema tunaenda hekaluni mwa Mungu, maana yake tunategemea Mungu yupo humo ndani. Maandiko yanatuambia kwamba sisi tumefanyika kuwa hekalu la Mungu. Anasema na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Maana yake Mungu yuko ndani ya mioyo yetu. Na ndio maana sehemu nyingine anasema kwamba anayemwamini Mungu ameungwa yu roho moja naye. We are one spirit with God. Sisi ni roho moja na Mungu. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Mwambie jirani yako wewe ni roho moja na Mungu. Mwambie wewe ni roho moja na Mungu. Maandiko yanasema aliyeungwa na kahaba yu roho moja naye. Aliyeungwa na Bwana yu roho moja na Bwana. Ndio maana hata Yesu anapoondoka aliwaambia wanafunzi wake akasema, Baba, naomba ule umoja ambao sisi tunao uwape na wao. Manake we are one with God. Sisi ni wamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Efeso 2 anasema, katika Efeso 2 kuanzia mstari wa 19 mpaka 22 anazungumzia habari ya kwamba sisi tu wenyeji katika maskani ya Mungu. Sisi sio wapitaji. Unapozungumzia mtu mwenyeji ni kwamba huyo mtu hilo eneo amezoea kwenda mara kwa mara. Sio eneo ambalo analifika mara moja, ni eneo ambalo yuko hapo wakati wote. Kwa hiyo sisi kwenye nyumba ya Mungu, sisi tumeweka makao hapo. Sisi ni wenyeji katika maskani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako wewe ni mwenyeji kwenye maskani ya Mungu. Mwambie wewe sio mpitaji. Wewe sio mgeni.
Hiyo tunaipata katika Efeso 2:22. Kwa hiyo hekalu la Mungu sasa hivi ni wewe na Mungu anapatikana ndani yako. Kwa nini Mungu anapatikana ndani yako? Kwa sababu Yesu Kristo amefanya kazi timilifu ya kusafisha dhamira zetu ili sasa Mungu aweke makao yetu. Kwa hiyo tunapomwabudu Mungu, tumwabudu kama Mungu aliye karibu. Ukiwa nyumbani unaweza ukamwabudu Mungu. Ukiwa shuleni unaweza ukamwabudu Mungu. Usisubiri mpaka ufike kanisani kwa sababu ibada sio eneo tena, lakini ibada inafanyika ndani ya moyo wa mtu. Kitu kingine ni habari ya ondoleo la dhambi. Katika Agano Jipya kilichofanyika ni kwamba Yesu Kristo ameleta ondoleo la dhambi kamilifu. Tumeona kule mwanzoni ya kwamba ondoleo la dhambi lilihitaji damu, na damu ambayo ilitumika ilikuwa ni damu ya wanyama. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba aliyekosea alikuwa ni mwanadamu, alafu damu inayotolewa ni damu ya mnyama. Hauwezi ukaringanisha thamani ya mnyama na thamani ya mwanadamu. Na katika lile Agano la Kale kilichokuwa kinafanyika kwa ajili ya ondoleo la dhambi ilikuwa ni kwamba ukitokea umekosea, unachofanya unapeleka yule kondoo wako pale. Alafu yule kuhani anafanyaje? Ananyosha mkono, wewe unaweka mkono wako juu ya yule kondoo, alafu kuhani anakuombea wewe. Kilichokuwa kinafanyika ni kwamba yule kondoo hajawahi kutenda dhambi, ila wewe ndio umetenda dhambi za mwaka mzima, umeenda nazo pale. Kwa hiyo dhambi zako zote zinahamia ndani ya yule mwana kondoo. Alafu ile haki ya yule kondoo ndio inaingia ndani yako. Tuko pamoja watu wa Mungu? Dhambi zako zote zinaingia ndani ya yule kondoo. Ile haki ya yule kondoo inaingia ndani yako. Kwa hiyo maana yake nini kinatokea? Yule kondoo anaonekana ndiye mtenda dhambi. Kwa hiyo ndiye atakayechinjwa, kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Na ndio maana wale kondoo walikuwa wanachinjwa au wanaweza wakatupwa wakaenda huko nyikani. Alafu wewe unaondoka ukiwa umeondoka na haki ya mnyama. Lakini hebu niambie, thamani yako na ya mnyama inaendana? Haiendani. Na ndio maana katika Agano la Kale hatukupata ukombozi wa nini? Wa kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezekani wewe nimekukopa 10,000 alafu ukaleta 1,000 ukaniambia deni letu limeisha. Hapana, ninakuwa ninakudai 9,000. Maandiko yanasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, lakini pia ikapasa kwa mtu mmoja ambaye ndiye Yesu Kristo haki iingie ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika Agano Jipya tumepokea ondoleo la dhambi kwa kupitia damu ya Yesu Kristo, sio kwa damu ya wanyama. Na Yesu kama mwana kondoo wa Mungu ndiye ambaye alizichukua dhambi zetu na sisi tukaipokea haki yake. Alifanyika kuwa fidia ya wengi. Okay. Hii ya ondoleo la dhambi tunaipata katika kitabu cha Mathayo 26:28. Mathayo 26:28 anasema hivi, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu anasema, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hapa Yesu alikuwa anashiriki nao kumega ule mkate, lakini alikuwa anatumia sample tu divine kuwakilisha tu kama taswira ya kile ambacho atakifanya, kama taswira ya damu yake ambayo itamwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Lakini pia tunaipata katika kitabu cha Wakorinto 2:5-21 anasema hivi, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi, Wakorinto 2:5-21, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Mwambie jirani yako, wewe ni haki ya Mungu. Mwambie umepokea haki ya Yesu Kristo. Amen. Jambo la tatu ni muda wa makuhani kuingia patakatifu. Muda wa kuhani kuingia patakatifu. Katika Agano Jipya kuhani wetu mkuu ni Yesu Kristo. Kuhani wetu ni Yesu Kristo. Kuhani wetu mkuu ni Yesu Kristo. Maandiko yanaweka wazi katika kitabu cha Ibrania 9:12, yanaweka wazi ya kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani wetu mkuu. Na kama ndiye kuhani wetu mkuu, aliingia patakatifu patakatifu. Na Yesu hakuingia patakatifu palipotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Yesu aliingia patakatifu halisi ili apate kuonekana kwa Mungu kwa niaba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba na sisi tumefanywa kuwa makuhani. Kwa hiyo manake tunapokea uhalali wa kuingia patakatifu pa patakatifu. Mwambie jirani yako, unao uhalali wa kuingia patakatifu pa patakatifu. Mwambie tena, unao uhalali wa kuingia patakatifu pa patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wale makuhani wa zamani walikuwa wanaingia mara moja kwa mwaka, tena mwaka unaofuata wanatakiwa waingie kwa sababu walikuwa hawapati ukombozi wa kudumu. Lakini Yesu Kristo aliingia mara moja tu. Na ndio maana hakuna siku Yesu atarudi tena afe msalabani. Alikufa mara moja ikiwa ni kiwakilishi cha kwamba ameingia patakatifu, ameshafanya upatanisho kati yetu sisi na Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana maandiko yanasema muwe na amani na Mungu. Maana yake tumeshapatanishwa na Mungu. Mungu anayo amani na sisi. Shetani tu anaita dhambi kutuweka mbali na Mungu, lakini Mungu alishaitoa sadaka kwa ajili ya ulimwengu. Hata tunaoona waovu huko nje, Mungu alishalipia kupitia damu ya Yesu Kristo. Ni wao tu kuchukua hatua ya kuamini na kupokea ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku Yesu kama kuhani mkuu atakufa tena kwa ajili yetu. Alikufa mara moja katika mauti yake, alipaingia patakatifu ili afanye upatanisho kati ya sisi na Mungu. Na hivyo sasa sisi tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu. Na ndio maana moja ya ishara iliyotokea kuonesha kwamba sisi tunao ujasiri wa kuingia patakatifu ni kwamba wakati Yesu akiwa msalabani alipokuwa anakufa, ilitokea ishara ya kwamba pazia lile la hekalu lile la zamani lilipasuka kutokea juu mpaka chini. Ile ilikuwa ni ishara ya kuonesha sasa kila mwanadamu anao uhalali sasa wa kupaingia patakatifu pale ambapo palikuwa pana kiti cha rehema, pale ambapo palikuwa pana ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ambapo Mungu alikuwa anapatikana. Kwa hiyo wewe leo, ili hali umemwamini Yesu Kristo, tambua ya kwamba unao halali wa kuingia patakatifu. Na hauingii kwa namna yako mwenyewe, unaingia kwa haki ya Yesu Kristo mwenyewe. Kwa sababu Yesu alipokufa kama kondoo wa Mungu, alichokifanya ni kwamba wewe ulichukua haki yake na yeye alichukua dhambi zako. Kwa hiyo yeye akafa kwa niaba yako, akachinjwa, asiyejua dhambi akachinjwa kwa niaba yako ili wewe ufanyike kuwa haki ya Mungu. Mwambie jirani yako, wewe ni haki ya Mungu. Mwambie wewe una uhalali wa kuingia patakatifu. Mwambie tena sio mara moja tu, bali wakati wote. Na mwambie tena hapo ndipo makao yako, kwa sababu wewe ni mwenyeji wa mbinguni. Haleluya. Haleluya. Kuhusu sadaka, mambo mengine anajijibu mmoja hivyo vipengele. Sadaka ilikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Yeye ndo alitolewa kama sadaka, akachinjwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na damu yake ni ya thamani mno. Petro anaelezea, anasema hatujanunuliwa kwa vitu vinavyoharibika. Mungu angetununua kwa fedha, fedha inabadilika thamani. Yaani fedha 10,000 ambayo sisi tunaita 10,000 miaka hii, miaka ya 80 au 70 wazazi wetu walipokuwepo, 10,000 ilikuwa ni hela kubwa mno. Walikuwa wanatumia shilingi moja, sisi tumezikuta shilingi 5. Lakini sasa hivi tuko kwenye eji ambayo hata shilingi 50 inaenda kupotea. Tukiuliza shilingi moja iko wapi, haipo na haina thamani. Ila kwenye maandishi ipo, si ndivyo? Ipo lakini haina thamani. Kwa hiyo kama Mungu angeamua kutununua kwa fedha ambazo sisi tunaziona ni za thamani, maana yake automatic kuna eji ingefika, zile fedha zingeishiwa thamani na tungeonekana kwamba hatujanunuliwa kwa kitu cha thamani. Tuko pamoja watu wa Mungu? Hata dhahabu inapoteza thamani yake, lakini Mungu ametununua sio kwa vitu vinavyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Ametununua kwa vitu visivyofanyaje, visivyoharibika. Ametununua kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani. Tunapozungumzia damu sio kimiminika. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, damu sio kimiminika. Inawezekana anaposema damu mtu kashaenda kwenye kimiminika, liquid. No, damu sio kimiminika. Damu ni uhai. Bwana Yesu asifiwe. Manake Yesu ametununua kwa uhai wake mwenyewe. Na ndio maana nasema hivi, ni upi ambaye anaweza akawa na upendo kama huu wa kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake? Lakini Yesu ametoa uhai wake kwa ajili yetu ili sisi tuwe na uhalali wa kupaingia patakatifu. Unapotoka leo uelewe ya kwamba una uhalali wa kumfanyia Mungu ibada mahali popote ulipo, ili hali tu umemwamini Yesu Kristo. Na kama haujamwamini Yesu Kristo, unayo nafasi ya kumwamini leo, alafu Yesu akafanya makao ndani yako na wewe ukafanya makao ndani yake. Yeye akawa anakuwakilisha mbele za Baba na wewe unamwakilisha huku duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wimbo mtumishi wa Mungu Boazi ameuimba, huwa tunauimba mara nyingi, lakini una maneno makubwa sana. Anasema hivi, ukaona sio lugha yangu haitoshi, ukanipa ya kwako. Alafu anasema kwamba ili mimi sasa nikuwakilishe wapi?
mbinguni, amini duniani, na wewe uniwakilishe wapi? Mbinguni. Na ndio maana unapomwamini Yesu, kitu ambacho huwa kinatokea ni kwamba wewe unapomwamini Yesu, Yesu anaingia ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako maana yake ndio uwepo wa Yesu mwenyewe, na ndio huo uzima wa milele, kwa sababu uhai, uzima upo kwenye Roho. Kwa hiyo kama Roho anaingia ndani yako maana yake ndani yako unakuwa umepokea uzima, umepokea uhai wa Mungu, na ndio huo uzima wa milele. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba huyo Roho akiingia atakaa ndani yenu milele, nami nitawapa msaidizi atakayekaa ndani yenu milele. Kwa hiyo unapomwamini Yesu, kinachotokea ni kwamba Yesu anaingia ndani yako, anafanya maskani ndani yako. Manake ni kitu cha kushangilia. Kumbuka Zakayo alifurahi Yesu alipoenda kwenye nyumba yake, lakini Yesu hakuingia ndani ya moyo. Yesu alikuwa ameenda tu kwenye nyumba nje, hakuwa ameingia ndani ya moyo, lakini Zakayo alifurahi mno. Lakini sasa hivi Yesu alichokifanya ni kwamba sio amekuja kwenye nyumba tu, Yesu ameingia ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Alafu sasa tena kinachotokea ni kwamba na wewe unaingia ndani ya Yesu. Yaani manake hii ni kuvaana. Manake wewe ndani ya na yeye ndani ya. Yaani kwa mfano mimi nikiwa ndani ya mtu mwingine na yeye awe ndani yangu, au mimi niwe ndani ya Nora na Nora ndani yangu, manake nini kinachotokea? Mkimuona Nora, automatic mmeniona mimi, si ndivyo? Mkiniona mimi, mmemuona nani? Nora. Kwa hiyo wewe unapomwamini Yesu, wewe hivyo ulivyo unaingia ndani ya Yesu na Yesu anaingia ndani yako. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Mungu anapomuona Yesu kule mbinguni, anakuona wewe ndani ya Yesu. Na ndio maana wewe una access ya kumwabudu Mungu kwa sababu unao halali wa kuingia patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huku duniani watu hawawezi kumuona Yesu, wanamuona Yesu kwa kupitia wewe. Manake wewe unakuwa ndiye unayemwakilisha Yesu hapa duniani kupitia mwenendo, kupitia kuhubiri injili na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwambie jirani yako, wewe hauko mbali na Mungu. Wewe ni roho moja na Mungu. Wewe umekamilishwa milele. Amen. Kwa habari ya mwisho ya ubora wa makuhani, Yesu Kristo ni kuhani bora. Kwa nini Yesu Kristo ni kuhani bora? Yesu anadumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ukuhani wake ni ukuhani wa nini? Wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukuhani wake ni ukuhani wa nini? Wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Yesu kama kuhani hakutoa damu kwa ajili ya kwake mwenyewe. Yesu alitoa damu kwa ajili ya sisi. Yesu alitoa damu kwa ajili ya sisi. Katika Agano la Kale, makuhani walikuwa wanatoa damu kwa ajili yao, alafu ndio watoe kwa ajili ya wale watu. Lakini Yesu, yeye alitoa damu kwa ajili yetu. Alikuwa hajatenda dhambi. Yeye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kupokea haki ya Mungu. Kwa hiyo unapotoka hapa kuanzia leo, tambua ya kwamba unao halali wa kumfanyia Mungu ibada. Ili hali tumemwamini Yesu Kristo, unao halali wa kumfanyia Mungu ibada mahali popote ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Hapo ulipokaa na jirani yako, naomba usummarize vile ambavyo umejifunza. Enzeni wakaribishe timu, karibuni, tutamwabudu Mungu. Wapigaji naomba tukaribie. Alafu jaribu kuongea na mwenzio hapo, umejifunza nini mpaka sasa hivi? Nini ambacho umejifunza? Watu hawaongei. Sasa sijui hakuna ambacho umejifunza. Yaani fanya summarization ya kile ambacho umejifunza. Unapotoka hapa ujue kabisa nilijifunza hiki na hiki. Dakika 5 zinatosha. Na baada hapo naomba tuwe tena kazi nyingine. Mtatengeneza jedwali. Vile vipengele 5, weka tofauti ya kipengele cha Agano Jipya na Agano la Kale. Hapo hapo ulipokaa. Ukiangalia mahali alikokuwa anapatikana Mungu, huku alikuwa anapatikanaje, huku anapatikanaje. Makuhani huku walikuwaje, huku walikuwaje. Ondoleo la dhambi kule lilikuwaje, huku lipoje.
Sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'ara. Mti wake sitakana, ni neno imara. Sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'ara. mti wake sitakana, ni neno imara. sioni kwake mti wake. Tunaweza kusimama. Sitakana, ni neno atakiri jina langu, langu jina mbele za Baba, anipa pahali tena, anipe pahali mbinguni, mbinguni nikae. oh, msalaba, asili ninatua, oh, nina uzima, furaha, oh, njoni kafurahini papo, oh, msalaba, asili ninatua, nina uzima, furaha daima, oh, njoni kafurahini papo, oh, msalaba, msalaba, ninatua, oh, nina uzima, oh, kafurahini, oh, kafurahini papo, msalaba, msalaba, asili ya mema, asili ya mema imenikomboa, ninatua, nina uzima, furaha daima, furaha daima, njoni, njoni. Unaweza
Anza kumwazimisha Bwana zaidi na zaidi kwa maneno yako. Mshukuru Bwana kwa kazi timilifu ambayo ameifanya katika msalaba, kwa kazi timilifu ambayo ameikamilisha. Ametupa uhalali wa kukaribia katika hema yake. Ametupa uhalali wa kuingia patakatifu patakatifu. Kwa sadaka yake moja ametukamilisha hata milele. Hebu mshukuru Bwana, mwambie Yesu asante. Asante kwa kutuokoa. Asante kwa kuondoa laana yetu. Asante kwa kuchukua utambulisho wetu. Asante kwa kutupatia utambulisho wako. Umetupa uhalali wa kuingia patakatifu patakatifu kwa ujasiri. Umetupa ujasiri wa kukaribia wewe. Umetufanya kuwa masikani yako ya kudumu. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa kutuokoa. Asante kwa kutukomboa. Asante kwa kulipa fidia ya dhambi zetu. Asante kwa kufanyika sadaka. Umefanyika sadaka takatifu kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya makosa yetu. Umejivika utambulisho wetu. Umeonja mauti kwa ajili yetu. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa kutuokoa. Asante kwa kutufanya kuwa watoto wako. Tunakushangilia.